Iko sawa hapa? Nikupe mic usikilize sauti? Earphone. Utasikiliza wa? Kwa ile kamera. Huku. Hiyo juu hapo ilipofunguliwa kwa chaja. Hapo huko Allah. Nakusubiri wewe. Allah. Anasema sauti haiko sawa, ngoja. Ndo nasubiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kawaida Jumapili huwa tuna kipindi chetu ambacho kimeasisiwa hichi kipindi na ndugu zetu wa Tisona, Baraza la Kiislamu la Amerika. Mwenyezi Mungu awabarikie, Mwenyezi Mungu azidishie kheri, Mwenyezi Mungu awapambie mambo yao kama na wao wanavyopamba mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi ambao tunashiriki kwa njia moja au nyingine, kwa kupongeza, kwa kurekebisha, kwa kuhimiza, kwa kusambaza, kwa wanaopelekesha mitambo, na wao Mwenyezi Mungu na wao awaendeshe mambo yao kwa uzuri insha Allah Taala, awafungulie milango ya kheri, awafungie milango ya shari, na wao awajalie ni milango ya kheri, si milango ya shari. Kadhalika na wewe mtazamaji, insha Allah Taala, Mwenyezi Mungu akupe mazuri, akupe mema, akupe uyatakayo. Tuwaombee wenzetu wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Wenye matatizo, Mwenyezi Mungu atatulie matatizo yao. Wenye dhiki, Mwenyezi Mungu aondolee dhiki zao. Wenye haja, Mwenyezi Mungu akidhie haja zao. Walioharibikiwa na mambo, Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao. Wasokuwa na kazi, Mwenyezi Mungu awape kazi za khairi. Na wenye kazi, Mwenyezi Mungu atawabarikia kazi zao. Wenye madeni, Mwenyezi Mungu asahilishie kulipa madeni yao. Wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Waliokuwa hospitalini, Mwenyezi Mungu awafanyie sahali, na waliokufa, Mwenyezi Mungu awarahamu, awatakabalie mema yao, awafutie madhambi yao, awanyanyue daraja zao, awaweke pamoja na zipenzi zao. Na sisi kifika wakati wetu, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tufe hatuna deni la mtu, tufe hatuna dhambi, tufe hatuna dhulma, tufe tuna radhi za wazee wetu, tufe tuna radhi za mtume wetu, tufe tuna radhi za Mola wetu. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin, amin. Leo nitatoka katika nidhamu iliyozoeleka ya darasa kama hili, mutanisamehe. Kuna kisa nimekisoma nikakipenda, na mimi na nyinyi tushirikiane katika kisa kama hichi, henda nikafaidika mimi kwanza, na mmeona na kihitaji iwe ni jukumu baada ya kukizungumzia nisingie katika ile aya ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Iwe itakuwa ni hoja zaidi, kilikuwa cha nitosha mimi, lakini nataka kujiwekea hoja mimi na waelezea wenzangu mimi na mimi nimefaidika nini na nimeamua kushikilia wapi. Pengine na wewe mwenye kunisikia henda ukawa kitakupa faida, kitakupa natija, kitakupa kuelewa insha Allahu Taala. Kwa hiyo tujaribu kukisikiliza kwa makini sana itakavyowezekana, insha Allahu Taala, iwe ni natija bora kwangu na kwako insha Allahu Taala. Nacho kiswa chenyewe kinaanzia kusimuliwa na Qadhi. Qadhi anasimulia kiswa kama hichi kwa maelezo kama haya.
Maelezo gani anayoelezea kadhi? Kadhi anaelezea, anasema nilikuja kupewa habari kwamba nilipewa habari kwamba kuna barobaro yuko msikitini anazungumzia masala tofauti tofauti, na kwa kuwa zamani ilikuwa ukitaka kuzungumzia dini mpaka upitishwe na viongozi wa dini, si kama leo. Yoyote anayeamua kuwa shekhe atakuwa shekhe tu, sawa alekeze watu patakiwapo, sawa alekeze watu pasipotakiwa. Zamani ilikuwa haikubaliki dini, na wenyewe wana ghera nayo. Kama leo huwezi kuzungumzia masala ya serikali ikiwa wewe si mwana serikali, lakini kwa nini unaweza kuzungumzia mambo ya dini na wewe si mtu umebobea katika dini? Kwa hiyo kadhi akasema, halumu bina nadhhabu ilayhi fanas'alahu fa in ajabna jalasna ilayhi nastami. Twendeni ili tutapata kumjua huyu ni vipi, maelezo yake ni vipi, tumuulize masala katika dini. Akiwa atayajua haya masala tutakaa tumsikilize, wa ila itabidi tumkataze, tuambie waache wenye dini walobobea wanaoelewa kuzungumzia dini. Wakenda, walipoingia msikitini, kijana yule alikuwa anazungumzia masala tofauti tofauti. Shekhe akamuuliza, kadhi akamuuliza, akhbirna ani sala, hebu tuelezee swala, tuelezee swala ni nini, swala ni kitu gani, tupe maelezo yani kuhusu swala. Na nafikiri haya maelezo tutakao kuelezea, hata sisi baadhi ya wasomi tulikuwa hatuna maelezo kama haya. Sikiliza kwa makini tufaidike nayo maelezo kama haya. Yule kijana alikuwa akizungumza, akamwambia kadhi, atasalani an adabiha am an kaifiyatiha, waniuliza mimi kuhusu namna ya kuswali au adabu za swala? Wewe umeniuliza mimi tuelezee swala, lakini mimi nataka kujua wewe wataka maelezo gani. Na hapa utakuta sangine mtu kwambia mimi nimekuuliza wewe nijibu, na wewe usiniulize. Hakuna katika sharia ukiulizwa hufai kuuliza, lazima mwanzo ujue alokuuliza amekusudia nini. Na utakuta ziko hadithi nyingi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amekuja mtu akamuuliza, badala Mtume ampe jibu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume jibu lake likawa ni suala. Sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, nipe alama za mtu akiwa anapendwa na Mungu. Kuna alama gani? Mtume hakumwambia ni kadhaa kadhaa, alimuuliza yeye mwenyewe ili azieleze yeye mwenyewe, ndizo anazozijua. Sasa angalia sheria ya Kiislamu, ukiulizwa si lazima moja kwa moja ujibu. Kwanza hakikisha anakusudia nini anayekuuliza. Yule bwana alomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika mimbar, akamwambia mata saa ya Rasulullah, kiyama ni lini? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia kiyama ni lini, akamwambia madha a'adatta laha, wewe umeandalia nini hicho kiyama? Mtume hakumwambia kiyama ni kadhaa kadhaa kadhaa, wala kiyama alama yake. Wewe unayeuliza umeandalia nini kiyama? Kuna maandalizi yoyote umeyarakibisha juu ya kiyama? Unaona? Lakini angalia kanuni za kitwaguti. Mtu anakuja kukuuliza, anakwambia mimi nimekuuliza, sema yes au no. Hakuna hii. Na pengine utakuta kuna mahakama za kadhi wanatukua sharia kama hizi, itakuwa haifai. Ati wakili akikuuliza wewe jibu yes au no, no.
Lazima ni mimi na mimi nimuulize, wewe wakusudia nini kuniuliza hivi? Sharia. Nani asiulizwe? Mwanadamu atamuuliza Mwenyezi Mungu, na ushahidi? Mwenyezi Mungu amwambia wataka ushahidi, hangojea, mdomo nyamaza, sema mikono. Mungu ataulizwa, na mimi na wewe mwanadamu tutamuuliza Mungu. Wewe nani ufai kuulizwa? Una cheo gani wewe? Ukosefu wa akili, ukosefu wa insafi ndio unakupelekea useme mimi sifai, usiniulize mimi. Wewe nani usiulizwe? Mimi nitamuuliza Mungu. Wewe nani sikuulize? Ikiwa Mungu mimi nitamuuliza aloniumba mimi, wewe nani? Wewe umenifanyia mimi nini? Mimi wakili. Wewe ni huna akili, si wakili. Kama ulikuwa una akili ungeruhusu uulizwe. Lakini kwa kuwa huna akili hutaki kuulizwa, waogopa. Mwambie amekuuliza jibu. Amwambia mimi sina jibu. Sasa shekhe akamuuliza, nielezee swala. Kijana naye akamwambia, wataka nikuelezee namna ya kuswali au adabu za kuswali ni zipi? Fataajaba alqadhi wakala fi nafsihi ajaban. Nashangaa, hili jambo la kushangaa. Mimi nimemuuliza swala moja, yeye ameniuliza maswala, ameniambia majawabu yako mawili. Mimi nikamwambia fa akhbirni an adabiha, nipe adabu zake. Adabu za swala nini? Faqala shab, sikiza sasa, mimi na wewe tutaswali, tuna miaka haipungui 50, 20, 10, 5. Tunazo hizi adabu. Asema antakuma bil amri, mwanzo usimame kwa lile jambo la swala kisawa sawa. Watamshi, yani ukisimama unataka kuswali, simama kwa jua mimi naenda kutekeleza amri. Watamshi bil ihtisabi, na uende hali ya kuwa wewe wajihisabu kwamba wenda kuonana na nani, wenda kufanya ibada gani, wenda kuzungumza na nani. Yani hisabu yako yote iweke kwamba mimi naenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watadkhulu bin niyya, ingia kwa nia kwamba mimi nasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukabira bitadhim, pale unaposema Allahu Akbar iwe kweli maana yako kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko fikra yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko kazi yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko shughuli yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko mkutano wangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko chakula changu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko safari yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko kitu chochote. Allahu Akbar. Watakra bitartili, unaposoma alhamdulillah, unaposema bismillahir rahmanir rahim, soma bitartili, yani kwa kila harufu uitamke itakiwavo, uipe haki yake min almududi wasifati wa ghairiha. Pakukashika upashike, pakuvuta upavute, pakuacha upaache, pakulegeza ulegeze. Watarka bil khushu'i, ukiinama kurukuu, warukuu kwa unyenyekevu, warukuu kwamba wewe wajua wainama mbele ya nani. Watasjuda bil khudu'i, ukisujudu sujudu ili hali ya kuona hakuna mdhalilifu, hakuna mnyonge, hakuna mkosefu, hakuna muhitaji, hakuna mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu huone hakuna, ila ni wewe wahitaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watatashahada bil ikhlas, wakati unapoleta tahiyatu jua wewe wamuelezea nani at-tahiyatu, mamkizi yaliokuwa mabora. Wamwamkia nani? Al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu, nani? Lillah. Wajua mwamkia nani? Walillahi al-mathalul a'la. Unaweza kuona na mtu humjui, salamu alaykum huyo, lakini unapoona na mtu humjuae, salamu alaykum. Lazima ile concentration kidogo iwe tofauti. Na ikiwa ule mtu ni wa muhitaji, salamu alaykum boss, salamu alaykum mheshimiwa, salamu alaykum mkuu, salamu alaykum baba, salamu alaykum mama. Una tofauti na ndugu yako, waweza kumwambia tu bro salamu alaykum, salamu alaykum sis hoyo, lakini wendao. Lakini salamu ikiwa umeitoa ni kwa mtu ambaye kwamba kwako ana cheo, kwako ana utukufu, sasa salamu kwa Allah, wamwamkia Allah lillah. Sema watatashahada bil ikhlas, ni kweli wewe au wewe huku wasema tahiyatu barakatu salawatu
fikra ziko kwingine, mawazo yako pingine, mtazamo uko pingine, kisha waanza assalamu alayka. Manake ni kama uko naye. Huwezi kumwambia mtu habari yako ikiwa huko na yeye, hata kama kwa simu yuko wazungumza naye, lakini wewe huwezi tu kukaa huzungumzi na mtu kamwambia habari yako salama. Mpaka uwe wazungumza naye, wajua, wahisi uko naye. Je, wahisi wewe uko na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wamsalimia kweli Mtume? Hiyo emotionally ulionayo wewe ni kweli yakubaliana kwamba wewe wampa salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Watusallima birrahma, na ukisalimia toa salamu na wewe umejaa rahma, mapenzi, masikitiko. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Salama ya akhi, wewe kama ulikuwa kwenye dhiki, kama ulikuwa kwenye shida, kama ulikuwa kwenye balaa, kama ulikuwa kwenye majanga, la, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hizi ndio adabu zitakiwa wewe ukaswali. Kadhi akamwambia tumekusikia, jazakallahu khair, fa akhbirni an kaifiyatiha. Sasa nielezea namna kuswali, atakiwa ukiswali uswali vipi? Naam, tumesomeshwa madrasa, utasimama uelekee qibla. Huyu namna yake ni nyingine tofauti, uinue mikono. Huyu kaifia yake ni nyingine tofauti. Asemaje? Taj'alu al-Ka'bata baina hajibaika, utajalia al-Kaaba liko mbele ya hajib, nyusi zako mbili, eyelash, yani ziko mbele, nasba ainika, mbele ya mato yako, yani kama liko katikati hapa. Wal mizana nasba ainika, na ile mizani ya kupima mema na mabaya iko mbele ya macho. Waiona hii mizani, waona hii swala yako yafika wapi, ya performu vipi. Wasirata tahta kadamaika, na wewe wapita kwenye sirat, kwenye njia ya kuingia, ima ufike peponi au uanguke, naudhu billahi min dhalika. Na katika maelezo ambayo kwamba wengine yawatia shaka wanaposikia kwamba kuna watu wataingia peponi bila ya hisabu, lakini wakapata na shaka kusema aya Mwenyezi Mungu, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna mtu ila atapita kwenye sirati. Sasa vipi wameingia peponi bila hisabu? Kuna tofauti kupita kwenye sirati ukaanguka, kuna na tofauti kupita kwenye sirati ukatoboa. Ni kama mtu anaosema hakuna mtu ila atapita kwenye bridge, lakini kuna wanaopata ajali kwenye ile bridge na kuna wanaopita. Tatizo si kupita, tatizo ni kufaulu katika kupita. Lakini kupita, watu wote lazima watapita, watu wote lazima watapita sirati. Lakini Mtume SAW alielezea kuna watu watapita kalbarqil khatif, kuna watu watapambana na jam. Sasa wengine wewe wenda bridge ukakuta hakuna gari, ukafungua mbwa, wafungua spidi, pita 130, 140, 150, 180, ukapita wewe, hata CCTV haikuweza kukushika. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao, tupite kalbarqil khatif. Ikiwa Sayyidatuna Fatima alaiha wa ala nabiyina afdalus salati wassalam, Sayyidatuna Fatima radhiyallahu anha wa ardhaha, ikiwa Sayyidatuna Fatima wakati atakapokupita kwenye sirati, nada munadi, kuna sauti itatoka, ya ahla almawqif, enyi mulosimama, ghuttu au ghullu absarakum au ghuttu ruusakum, inamisheni vichwa. Sayyidatuna Fatima atakupita, huna ruhusa kumwangalia. Kwa sababu gani? Hakutaka kuangaliwa duniani.
kila asotaka kuangaliwa duniani, yani kila asotaka kuonekana duniani. Unajua kuna kuonekana au niseme ninene Kiswahili sanifu, kila asoionesha duniani, mwanamke asoionesha duniani. Kuna kuionesha na kuonekana. Kuionesha ni ile kuitangaza kwa wanaume kwa jambo ambalo kwamba lilikuwa lawezekana wewe usiitangaze. Leo kuna wanawake tu kwa kisingizo, nilikuwa nikiuza bidhaa, lakini alikuwa natangaza bidhaa, lakini ile bidhaa itiziwe kwenye gazeti, yeye itiziwe kwenye makeup. Si ungeipamba bidhaa? Yeye imekuwa ule anaoangalia matangazo, humwangalia mwanamke kuliko kuangalia kile kitangazacho, kwa sababu ule mwanamke alivyojipamba. Lakini ikiwa wewe uliishi na heshima, uliishi na adabu, uliishi na haya, siku ya mauqif na wewe watu watakuwa hawawezi kukuangalia. Kwa sababu gani? Ulikuwa huionyeshi kwa wanaume wasofaa kukuona. Ni muhimu majumbani mabinti zetu tuwasomeshe haya ya Sayyidatuna Fatima. Hakuna mfano wa haya zaidi ya Sayyidatuna Fatima. Tukua hili umweleze binti yako. Hakuna kitu kilikuwa cha mhuzunisha Sayyidatuna Fatima kama kufikiria akifa ni machera. Machera ni chombo kiko wazi namna hii, kina mashiko mbele mawili na nyuma mawili, lakini kiko wazi. Maiti auwekwa akabebwa kama ile imebwa mgonjwa kupelekwa hospitali. Akawamwambia sahiba yake Asma binti Umais. Asma binti Umais huyu ni mwanamke alikuwa ameolewa na Jaafar bin Abi Talib, na Sayyidatuna Fatima ameolewa na Ali bin Abi Talib. Yani hawa waume zao ni ndugu. Wao si ndugu hawa wake, lakini waume zao walikuwa ni ndugu. Sasa walikuwa karibu mno sana, na Asma aliolewa kabla Sayyidatuna Fatima. Sasa Sayyidatuna Fatima alipokufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa mgonjwa, lakini ugonjwa ikawa ni wa kawaida, lakini kuna ugonjwa mwingine ulikuwa umemshika. Ya reti mabinti zetu na wake zetu na ukhti zetu na mama zetu washikwe na ugonjwa kama hunu. Ni ugonjwa gani? Kuyulikana baada ya kuisita kwa miaka yote alipokuwa hai, alikuwa hapendelei ayulikane na wanaume, lakini yo wanaume watamuona kwa kuwa amekufa na lazima aswaliwe, na akipelekwa msikitini atawekwa yula machera. Watu watamuona, ewe kumbe Sayyidatuna Fatima hata si mrefu, kumbe hata si mwembamba, kumbe hata si mnene, kumbe hata si kadhaa, kumbe hata anaona dhiki kwamba nitayulikana. Nilikuwa vipi mimi? Nilikuwa na kimo kiasi gani? Nilikuwa na mwili kiasi gani baada ya kufa? Sayyidatuna Asma binti Umais akamuuliza, mbona una dhiki? Nini, waogopa kufa? Akamwambia, mimi siogopi kufa, lakini naogopa kutambulika baada ya kifo. Baada ya kifo mimi naogopa kutambulika. Kwa nini kutambulika? Nitabeba kwenye machera. Machera watu wote wataniona. Sayyidatuna Asma binti Umais radhiallahu anha wardaha akamwambia, mimi niliposafiri na mume wangu Sayyidina Jaafar, tulipokwenda Habasha, niliona majeneza ya kufinikwa, si machera, majeneza yanayofinikwa. Kiarabu huitwa nash, likiwa halina maiti huitwa nash, Kiswahili huitwa tusi. Na katika matatizo ya mwanadamu ni kuwa akifa, kitu cha kwanza hukikosa ni ina lake. Akaulizwa, maiti uko wapi? Haulizwi tena shekhe uko wapi, ustadhi uko wapi, mtoa darasa uko wapi, kiongozi uko wapi, MCA uko wapi, dokta uko wapi, profesa uko maiti iko wapi? Akija msikitini hata haambiwi tena lete maiti, ete jeneza. Akifika kaburini hata jeneza sasa basi si yako tena. Pale liko tumekuazima jeneza,
teremsheni maiti. Subhanallah, maina yote humalizika, bado hayazikwa. Hakuna jina la profesa, hakuna jina la sijui mwanasiasa, sijui governor, sijui waziri, sijui deputy president, sijui president, sijui mfalume, sijui shekhe, sijui kiongozi, sijui milionia, sijui bilionia, sijui best player. Yote kwisha, khalas, talasha kullu shay. Sasa akamwambia, waonaje nimwambia Sarmala alikutengezee na janaiza. Mtu wa kwanza kutoa janaiza Madina ni Sayyidatuna Fatima. Sayyidatuna Fatima akamwambia Sayyidatuna Asma binti Umais, Mwenyezi Mungu akustiri duniani na akhira kama ulivyonistiri mimi. Kabidi atiwe kwenye janaiza Sayyidatuna Fatima. Ni muhimu sana watu wasomeshwe tarehe ya wanawake kama hawa, waione, waipime. Vipi watu walikuwa na haya na vipi wao hawana haya. Mabinti zetu, maukhti zetu, madada zetu, wake zetu na hata mama zetu wengine. Wasirata tahta qadamaika. Sirat ni njia hini. Jisrun mamdudun ala matni jahannam. Ni njia imenyoshwa kwenye maungo ya moto. Yani sehemu ya hono moto atakao kuingia watu wote. Mwenyezi Mungu, Allahumma ajirna minan nari salimin wa adkhilna aljannata aminin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'alna minas su'ada'i almaqbulin wa la taj'alna minal ashqa'i almatrudin. Uambiwa ni nyembamba kuliko unyele na ina makali ya surati kushinda upanga, na utatembea. Ikiwa wewe si wa kukatika haukukati, ikiwa wewe wa kukatika wewe watembea na huku wakatika. Na ubaya zaidi, kuna watu sasa na kwa mboko, wewe watembea sehemu kama hiyo na chini yako kuna moto na mbati unatiwa kwa juu. Nasallallahu salama wa afya. Wal jannatu an yaminik. Amwambia ukishakuwa umeiweka sirati chini ya miguu yako, weka pepo upande wa kulia, wa nara an shimalika, na moto upande wa kushoto. Wa malakul maut khalfak. Na jalia Israeli uko nyuma yako, wamuona huyu Israeli yatlubuka, ataka kutoa roho tu. Wewe waswali, lakini Israeli ataka kutoa roho haoni asikii. Yani unaona kama hii ndio the last chance mimi. Israeli anangojea tu nimalize kuswali atukue roho yangu. Hii ndio namna mimi ninavyoswali. Wala tadri baada dhalika aqbilat salatuka am ruddat alayka. Na hujui baada ya kumaliza, yani wewe waswali kwa hali hiyo. Kama Al-Kaaba hili waliona, na mizani ya kupima mema na mabaya umeiweka machoni, na sirati iko chini ya miguu, na moto kwa upande wa kulia, na pepo kwa upande wa kulia, moto kwa upande wa kushoto, na Mwenyezi Mungu yuko juu ya kutizama wewe. Wallahu muttali'un alayka, Mungu anakutazama unavyoswali. Na Israeli uko nyuma yako asubiri umalize tu akutukue roho. Hali kama hii, na ukisema assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, hujui swala yako imetakabaliwa au ruddat alayka, au umerudishwa mwenyewe. Akadhi hapa ikabidi amuulize, mundu kam tusalli hadhihi sala, wewe swala hii waiswali kwa muda gani, waswali hali namna hii? Akamwambia mundu 20 sana, mimi na miaka 20 na swali swala namna hii. Nina muda wa miaka 20 swala yangu na uswali namna hii. Faltafata alqadhi li ashabihi wa qala halumu bina naqdi salata 50 sana mawat. Haya, twendeni tukalipe swala ya miaka 50. Kumbe sisi tulikipiga na makanda tu, hatujui maana ya kuswali. Kama kuswali swala ni hii, sisi hatujaswali swala hii. Na mimi na wewe tujiulize, tushawahi kuwa na adabu za kutaka kwenda kuswali? Tunajua tuenda kusimama mbele ya nani? Tunajua tuenda kuzungumza na nani? Tuenda na hali gani kuzungumza nayo? Hebu kweli kuwa mkweli,
wewe una shida kubwa sana imekutatiza, na wajua hakuna mwenye kuweza kukutatulia baada ya Mwenyezi Mungu ila rais au kiongozi au mkubwa yoyote, alafu ukapewa nafasi ya kwenda kuzungumza naye, walillahi almathalul ala. Hebu niambie ukweli, itaweza kuja katika mawazo yako, katika fikra yako, wakati wewe umeambiwa haya, zungumza, shida yako nini? Ufikirie sijui mpira, sijui itakuwa vipi, nani atachukua kikombe, sijui itaanza vipi, au ufikirie kipindi kitamalizika vipi, au usifikirie sijui siku 10 nitavaa nguo gani, au harusi ya fulani nitavaa nguo gani. Itakujia kweli kwenye fikra yako kitu kama hicho? La wa alfu la. Na hata ukasikia kuna mtu aita jina lako, hutoitika, kwa sababu unajua hii ndio nafasi, golden chance nimeipata. One mistake khalas, nikikosea mara moja tu nimefeli kabisa maisha yangu. Je, tunapokwenda kuswali tunakuwa na itikadi kama hii ya kuwa mistake moja tu tukifanya khalas itatukosti maisha yote? Mungu atujalie ni katika wenye kusimamisha swala kwa adabu zake na namna itakiwavyo. Mraa takulu, kuna mama mmoja anasema kuntu usalli, mimi nilikuwa nikiswali. Hiyo swali, na ulikuwa kuna mtoto wangu yuko karibu na mimi, mtoto mdogo, huniita mama mama mama, na mimi siwezi kumuitika kumwambia labeka, na yeye haelewi kile mimi nikifanyacho. Lakini asema akaja ndugu yake mkubwa ambaye ni mkubwa wake takriban kwa miaka 2, akamwambia ebu wewe, aibu gani hiyo ifanya? Kwa nini tukati kalama ithnain, wakatisha mazungumzo ya watu wawili? Wewe huoni kuna watu wawili wanazungumza? Ummi alhin tukallimu Allah, mama sasa hivi azungumza na Mwenyezi Mungu. Wewe huoni umkatisha mama na mazungumzo yake na Mola wake? Huyu mama anasema iksha'arra badani, mwili wangu lienda zimbimbi. Sangine unaweza kuona kitu au ukasikia kitu mpaka Waswahili kwambia ukasikia malaika wamesimama. Wantabani shu'urun bidhul, na ikaniingia mimi kuhisi unyenyekevu na udhalilifu na utwevu, amama adhamatu man waqaftu baina yadayhi, mbele ya utukufu wa yule nilosimama mbele yake. Sema angalia, mimi nasimama tu nikiswali, lakini sina habari mimi kwamba mimi nasimama mbele ya Allah, lakini mtoto wangu mdogo afahamu kwamba mamangu hivi sasa yuwazungumza na Allah, na haifai kumkatisha, haifai kumshawishi. Na ndio kaona hakuna kitu, dhambi mbaya imesifika kwa muda mrefu, dhambi umefanya kidogo, lakini lau ungejua ile dhambi, afadhali wewe usimame maisha yako, usiende huku wala huku, kuliko kuingia kwenye dhambi kama hiyo. Na ni dhambi ya kumpita mtu kiwa yoswali kwa mbele. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, lau ya'lamu almaru, lau atajua yule mwenye kupita, baina yadayil musalli, mbele ya yule alosimama yuwaswali, lakana an yaqifa 40 khairan la, ingekuwa ni bora asimame miaka 40, miaka 40 asimame angoje yule amalize swala, ni bora kuliko kumpita mbele yake. Yani wewe bora usimame kuliko mpite ule anayeswali kwa mbele. Asema wadhallat hadhihi alibara, ikasiri ikabaki ikawa ibara kama hini, tatruku sam'i, yanigonga mashkioni mwangu, wa fikri, na kwenye fikra zangu, wa qalbi kullama kabbartu lis-sala, kila ninapofunga swala nakumbuka maneno ya mtoto wangu alomwambia ndugu yake, wakatisha maneno
ya watu wawili. Sasa hivi mama yuwazungumza na Allah. Ndugu zangu, kwa kile ule ambaye kwamba ni mfano wangu mimi, matat salatuhu wa yuridu an yuhiha, sala yake ilikuwa imekufa na tutaka tuihuishe, tutakiwa tuswali itakiwavo. Njia hizi tusaidiane. Kwanza, qum bi taghyiri suwar alqasira allati taqra'uha daiman. Ikiwa penda kusoma sura fupi fupi siku zote kwenye swala yako, badilisha. Usiswali kumaliza, maliza uswali. Narudia tena, usiswali umalize, maliza ili uswali. Yani ukiswali umemaliza kila kitu, mimi sasa nina swala na kitu kingine, mimi nataka niingie tu ndani ya swala. Leo kuna watu wakwambia mingi nikilala sitaki kuamshwa, lakini akiswali ataka kuharakishwa. Istash'ir. Jambo la pili, hisi bi anna kulla hadha alkaun, ulimwengu wote hunu. Unajua maana ulimwengu? Kazi yako, chakula, mikutano, magari, malipo. Hutamun amama sajdatin khashi'atin lil'azimi. Ni taka zisokuwa na maana. Maanake kuna taka nyingine zina maana. Ni taka zisokuwa na maana ukilingamanisha na sijida moja tu ya kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani haifali chochote. Thamani ya ile sijida moja tu kusujudu kama umemsujudu kwa ajili ya Mungu, hakuna kitu katika dunia chaweza kucompare na hii sijida. Ni kitu useless. Ni kitu hakina thamani. Is nothing. Ni kitu yani hufai kukiona kina value, kina qima. Ya tatu, wa anta takhiru sajida, wakati wewe unasujudu, tadhakkar, kumbuka annaka aqrabu ma takunu li rabbil alamin, wewe ndio karibu zaidi na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Tukumbuke wakati pale tunapokwenda kuinama sasa, sasa ikiwa itafaa sasa ndio yani angalia wakati wewe umekwenda kwa mamako, una jambo yani wataka kumshtakia, wataka kumlilia mamako, pale ukijiingiza kwenye mapaja yake ndio wajiona mama. Sasa wewe hisi sasa ndio uko kwa Mola wako haswa. Atul sujudaka, refusha sijida yako, usifanye fupi, ifanye ndefu. Wabathi lahu rajawika. Bath hutumika kwa maana tatawanya, yani mwaga yale matarajio yako. Au bath ni ile kuweka kitu live, yani haya sasa eleza, funguka. Wataka nini? Watamani nini? Wapenda nini? Waogopa nini? Umeshindwa na jambo gani? Mweleze, eleza. Siogope hapo. Jambo lingine, kumbuka pale unapoondoka katika swala yako, palepo unapofikiria katika dunia na wewe uko ndani ya swala. Yani wakati uko ndani ya swala ukaondoka, mimi niko ndani ya swala lakini nikaondoka kifikra, nikaondoka kimawazo, nikawa nitafikiria dunia, fikiria maisha, fikiria jobu, fikiria safari, fikiria nini. Bi anna rabbaka ya'lamu sirra wa najwa, Mola wako ajua siri yako na kilo sitamana ndani ya siri, na ajua kilo kwa dhahiri. Wa bi anna al-akhirata khairun wa abqa, elewa swala faida yake itakufaidisha hapa duniani na akhera, na akhera ni bora na ni yenye kubakia. Jambo la tano, istash'ir
hisi, qadamuk, basaruk, sam'uk, sihatuk, ghinaka, waqif lahu bikulli dhullin washkurhu. Hizi zote hisi kwamba miguu yako, macho yako, masikilizi yako, afya yako, utajiri wako, fikra zako, mawazo yako, simama kwa kila udhalilifu, umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yeye ametaka mimi nizungumze na yeye. Ingekuwa hanitaki hangeniita. Huwezi kwenda kwa rais bila appointment, huwezi kujiingilia. Jua ikiwa huyu kiongozi wa duniani tena wa muda mpito, baada ya miaka 5 si kiongozi, wa baada one term si kiongozi tena, yeye mwenyewe huomba uongozi wa kuomba. Mungu hajaomba, wataka hutaki, na ikiwa hukubali utakwenda kukubali, limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Taladhdh, jambo la 6, hisi raha fi salatika hatta tusbiha laka raha. Jaribu kutafuta ladha, jaribu kutafuta utamu mpaka iwe ile swala ni tamu kwako wewe. Kuna watu unaweza kumwona una dhiki, ukimuuliza una nini, kwamba sijaswali. Mwingine atashangaa, basi mimi naona sijui una nini bwana. Sikia mtu bwana itafuta mahala please, kivyo vyote usimame. Kuna nini? Nataka kuswali. Mwingine akwambia nataka kujisaidia. Na ndio mimi huizungumza sana ibara kama hini. Yasikitisha madereva wetu wa Kiislamu, ako tayari asimamishe gari mahala aseme watu atakaye kujisaidia choo kile. Kama wewe ni mtangazaji wa vyoo, mtangazaji wa mavi na mikojo, badala ya kusema jamanini tumesimama hapa msikiti ule atakaye kwenda kuswali, mwate mtu akuulize na atakaye kwenda kujisaidia, mwambie hapo msikitini kiko choo na zile vyoo vingine pale. Lakini utakuwa umewakumbusha watu swala. Napenda sana, natamani hichi kipande wale wapenda kukata wakikate wakiandike, kisha kwa madereva wa mabasi, mkisimama mahala, kitu cha kwanza wakumbusheni watu jamanini, haya atakaye kuswali msikiti ule basi, atakaye chakula mwata akuulize, lakini wewe umekumbusha watu swala. Lakini masikitiko, baadhi ya madereva wengine watu atasimama wakaswali, yeye hata haswali. Kwa nini? Kwa sababu swala haijawa raha kwake. Taladha, sema hisi ladha fi salati, katika swala yako, hata tusbiha laka raha, mpaka iwe ile swala kwako wewe ni raha. Kama qala Rasulu sallallahu alayhi wasallam, arihna biha ya Bilal, hebu tustareheshe nayo Bilal, hii swala tupe raha. Na ndio akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waju'ilat qurratu aini fi sala, mimi ito langu kutulia. Kuna mtu jito lake utulia akishika simu, akiingia WhatsApp, akiingia TikTok, akiingia Twitter, akiingia Instagram, akiingia Telegram, akiingia MoneyGram, jito lake ndio hutulia. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ju'ilat qurratu aini, linalonituliza jito langu, yani mi khalas hapo wa bukhair wa 50 fi qarari makin fi sala, nikiwa ndani ya swala. Raha yatawakafu biha, raha ambayo kwamba utaihisi ukitaladha, ukitafuta utamu ndani ya swala. Ile raha ukipata, yatawakaf, hushangaa na kusimama, hustop. Kullu hadha alkaun wa dhajijihi, ulimwengu mzima ukastop na fujo lake na hamu zake. Zamani wazee walikuwa wakiswali, huambia watoto, haya atakaye kufanya fujo afanye, kwa sababu akisha kuingia na swala hasikii fujo, akishaingia na swala hasikii hamu. Mtume swalla sallam kana idha hazabahu amrun haraa ila swala, likimfika jambo hukimbilia ndani ya swala. Yeo mtu akiswali kwambia hey atani fujo, sababu swala si burudani kwake, swala si furaha kwake, swala si faraja kwake, swala si utulivu kwake. Lakini swala
Hakuna mwenye imani kamili akaingia kwenye swala na bado ana hamu, kwa sababu anajua nimeenda mahala ambako kwamba pastahiki kuaminiwa. In God we trust. Ndugu zangu, sikilizeni hii bara, na mpelekeshaji kipindi kama atakieka timer hii wakati huu itakuwa kitu kizuri sana. Ushawahi kuona mtu yualia kwa sababu jua limezama? Nimeweka nguo zangu hazijakauka, jua lishazama, na nyumba yangu nimejenga, jua limezama, na samaki wangu nimewakausha, jua limezama. Wale wanaoona jua ni kitu muhimu kwa wao, wanalihitaji sana jua kwa wao, kwamba jua likizama wanalia? La, hakuna. Unajua kwa sababu kwa nini? Kwa sababu hum yathiquna annahu ba'da alghiyabi sayashruq. Jua la kuwa limezama baadaye litarudi lifanya nini? Lichomoze. Kila mtu ana uhakika. Usio na wasiwasi, kesho litatoka tena. Jua halijakupa uhakika kwamba mimi nitatoka tena, lakini la, kwa mazoea umeweza kuamini. Wewe mwenye unamwamini Mwenyezi Mungu, wewe Muislamu, washindwa kuamini kwamba Mwenyezi Mungu amesema inna ma'al usri yusra? Kwa nini useme matatizo matatizo matatizo? Huamini kwamba Mwenyezi Mungu asema inna ma'al usri? Elewa, ni hakika, hakuna uzito wote, ila una wepesi baada yake. Mwenyezi Mungu hajakwambia jua litazama lizuke, lakini Mwenyezi Mungu anakuambia inna ma'al usri yusra. Bado wewe hujaamini. Imani yako iko wapi? Kwa nini tunaamini kitu cha mazoea, hatuamini kitu tulioelezwa na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo ndugu yangu, hakuna mahala pa kuweza kushtakia hamu yako, hakuna mahala pa kuweza kushtakia dhiki zako, hakuna mahala pa kuweza kutatua matatizo ulonayo, balaa ulonazo, hamu ulonazo, dhiki ulonazo, kama ndani ya swala. Aqbil ala sala, ingia ndani ya swala. Katifli alladhi yahra'u li ahdani man yuhib, kama ule mtoto wakati amemkosa yule ampendaye, yule alomzoea. Fikiria wewe mama, una mtoto wako pengine mwaka na nusu au mwaka, umetoka kwa muda mrefu na ule mtoto hakumzoea mtu, na una hakika yualia kwelikweli, saizi akungojea wewe. Akikuona na kukimbilia vipi? Anakukumbatia vipi? Anakushika vipi? Anajikurubisha kwako vipi? Basi na wewe kimbilia katika swala zaidi ya mtoto ambaye anakimbilia kiweo, anakimbilia kifua, anayekimbilia paja, ila yule anayempenda. Aqbil, ekelea. Wa asjud, na usujudu. Waj'al rahmatal maula tahdhunuk, najalia rehma ya Mwenyezi Mungu ndo ikuhag. Fahuwa arhamu alayka min allati waladatka, yeye anasikitiko zaidi na mimi na wewe kuliko wazazi wetu bakike. Manake taban hili halina upinzani. Mtoto apendwa sana na mzazi wa kike kuliko mzazi wa kiume. Wazazi wa kike wana masikitiko sana kushinda wazazi wa kiume. Ukiona mzazi wa kike hana masikitiko, huyo ametoka katika maumbile, ametoka katika tabia. Ukimwona mtu amezaa mtoto alafu anaweza kumwacha mtoto kwa ajili ya harusi, anaweza kuacha mtoto kwa ajili ya kwenda kuangalia sherehe, anaweza kuacha mtoto sijui kwa ajili ya mkutano fulani, huyo alikuwa hastahiki kuwa mama. Amekuwa mama by mistake, lakini hakuwa mama by professional. Mama by professional ni ule alojua thamani ya mtoto, mpaka Uislamu ukamwambia ikiwa wanyonyesha usifunge, ikiwa mimba ya kupatabu usifunge. Thamani ya mtoto ni kubwa kushinda faradhi ya Mungu. Leo wewe wajifaradhia mambo ya kipumbavu, sijui kuna harusi ya mamako uolewa, sijui kuna harusi ya anti yako uolewa. Kama si kukosa imani, ni lipi lingine? Kuna tafsiri gani waweza kukaitoa?
Na kama kuna mtu aweza kumwambia bwana, mimi sitoweza kuja harusini na mtoto yanyonya, siwezi kuwa mbali na yeye, akakwambia wewe wangapi wamezaa, mwambie sikiliza, kama harusi yako ni muhimu kuliko mtoto wangu, teza mwenyewe. Short and clear. Leo wazungu wasokuwa na imani, lakini waliweka kanuni kwamba mtu yoyote akizaa ana maternity leave, ndio sio? Kuna maternity leave takriban miezi 6, alafu baada ya miezi 6 ana nafasi kila siku, anapewa masaa fulani atoke ende akanyonyeshe kisha arudi tena kazini. Usiulize Uislamu. Hawa wazungu ambao kwamba wanaofanya mambo ya kushangaza, lakini mtoto walimpa priority. Asema jitahidi kabla huja kwenda kuswali, taattar, halafu jiseti, jipambe, jifukize, jinuketo, yani jitie mafuta mazuri, taratab, jipangie, usende shagala bagala, istahdhir kalbak, hudhurisha moyo wako, ujue wafanya nini, na umwambie Mola, jalia katika moyo wangu hakuna kitu kingine ila ni wewe tu. Akasema kumbuka siku zote kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa innaha, hiyo swala, la kabira, ni nzito, lakini illa ala alkhashiin, ila wale ambao kwamba wanamnyenyekea yeye Mola, wanajua kila kitu ni kwa Mola, na Mola kumpata pazuri ni kwenye swala. Falnakun min alkhashiin, na sisi tujitahidi kuwa katika wenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, ili Mungu atufanyie wepesi hii swala. Kama kuna watu wana uzito kuswali na kuna watu huona uzito kutoswali, lao hakuswali hasikii chakula raha, hakisikii chakula tamu, hawezi kulala, na akilala lazima atashtuka. Ndugu zangu, katika jambo la kusikitisha leo utakuta Waislamu, mtu akwambia bwana, nalala mapema, nina appointment kesho na daktari. Nalala mapema, kesho natakiwa airport kabla ya saa. Zamani ilikuwa kabla ya saa, siku hizi kabla ya masaa, na hakuna achelewao. Hakuna excuse kwambia ukichelewa ni heri ichelewe ndege lakini usichelewe wewe. Kwa nini tuchelewa kwenye swala? Kwa nini hatuchelewe kwenye appointment za daktari? Kwa nini hatuchelewe kwenye appointment za mapolisi, mikutano? Lakini kwa nini tuchelewe kwenye appointment za swala? Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, ina time limit. Jawabu, wa innaha lakabiratun, swala ni nzito, illa ala alkhashiina, ila wale wenye kumnyenyekea sana Mwenyezi Mungu, watu wenye khushu'i, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Mwenyezi Mungu asema, yani wananyenyekea. Kwa nini wanyenyekea? Wanajua ladha yake, wanajua utamu wake, wanajua wamesimama mbele ya nani. Usiswali kuwa ni lazima, bali swali kuwa ni nafasi umepewa kuzungumza na Mola wako. Swali kuwa ni upendo. Usiswali kwamba una matatizo, swali kwamba una haja kuzungumza na yeye. Swali kuwa amekupa fursa, opportunity. Mwenyezi Mungu atujalie tuijue kima cha swala. Nabii Allah Ibrahim aliomba akasema, Rabbi ja'alni muqima salati. Iqamatu sala si kuswali, kusimamisha swala si kule kwenda Allahu akbar, ni kutaladhadh na ile swala, ni kusikia raha, ni kusikia utamu. Ikiwa kuna nafasi ilikuwa itolewe katika Uislamu ya mtu asiswali, ni wakati wa vita, lakini mpaka kwenye vita faltakum ta'ifatun. Mpaka kwenye vita kuna mpangilio wa swala umetajwa ndani ya Qur'ani. Kipi kingine? Kwa nini wewe harusi inakuwafanya wewe usiswali? Ina umuhimu gani? Uko kwenye jihadi, waambiwa ikifika time ya swala swalini. Angalieni adui uko sehemu gani. Wewe harusi tu, tena harusi yenyewe pengine mambo yenyewe ya kishenzi, mambo yenyewe yasokuwa na mila, yasokuwa na dasturi, yasomridhi Mungu, na hapo hutaki kuswali.
Kwa nini wenye harusi wapange mifuko ya kutia simu za swala, wasipange simu za watu ili wasipige? Hawapangi miswala ya watu wenye kuswali, so wenye harusi hawana hamu ya swala. Kwa nini kwenye harusi kutangazwa, jamani sijui mfanya hivi, lakini hakutangazwa jamani kumeadhiniwa atakaye kuswali qibla ni upande fulani na maji ya kutawadha yako mahali fulani? Kwa sababu swala haiko katika ulawia, first priority. Kwa nini siwe? Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuisimamisha swala kwa namna itakavyo, na tutakabalie swala zetu, na zile tulizoswali za majongo Mwenyezi Mungu ataziunga. Rabbi ja'alna muqima as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahsantum. Mwangaza leo ilikuwa nzuri.